Karibu tena, natumai uko poa. Aleki hapa, na hii ni mbichi na imeiva, na hii ni ingine moto sana. Na kama wewe ni msee chachiko, na hata kama wewe si msee chachiko, kemba hii ni yako, au sio? Neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Zaburi. Kumsifu Mungu kwa ajili ya wokovu. Neno linasema hivi: kisha akajifunika giza pande zote kama banda, maji yenye giza na mawingu mazito. Kutoka katika mwangaza ulio mbele zake, mvua ya mawe na makaa ya mawe yanayowaka moto yakapasua mawingu. Kisha Yehova akaanza kuguruma mbinguni. Aliye juu zaidi aliifanya sauti yake isikike kwa mvua ya mawe na makaa ya mawe yanayowaka moto. Alipiga mishale yake akawatawanya, alivurumisha radi yake akawavuruga. Sakafu za vijito zikaonekana, misingi ya nchi ikafunuliwa kwa kemeo lako, Yehova, na mlipuko wa pumzi kutoka katika mianzi ya pua yako. Aliunyoosha mkono wake kutoka juu, alinishika na kunivuta kutoka katika maji yenye kina. Aliniokoa kutoka kwa adui yangu mwenye nguvu, kutoka kwa wale wanaonichukia, waliokuwa na nguvu nyingi kuliko mimi. Walinikabili katika siku ya msiba wangu, lakini Yehova alikuwa tegemeo langu. Alinitoa nje na kunileta mahali penye usalama. Aliniokoa kwa sababu alipendezwa nami. Yehova unidhawabisha kulingana na uadilifu wangu, unilipa kulingana na usafi wa mikono yangu. Na tukumbuke kwamba kitabu hiki cha Psalms ambacho ni kitabu cha Zaburi kiliandikwa na Daudi na wengine. Psalms chapter 18 verse 11 to 20. Na pia vile vile ningependa bila kupoteza wakati tusikie neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Methali. Hekima yaongea kama mtu. Neno lasema hivi: mimi hekima ninakaa pamoja na werevu, nimepata ujuzi na uwezo wa kufikiri. Kumwogopa Yehova humaanisha kuchukia uovu. Ninachukia kujikweza na kiburi na njia ya uovu na maneno mapotovu. Nina ushauri mzuri na hekima inayotamanika, uelewaji na nguvu ni vyangu. Kwa sababu kwa msaada wangu wafalme huendelea kutawala, na maofisa wakuu hutunga sheria za uadilifu. Kwa msaada wangu wakuu huendelea kutawala, na viongozi huhukumu kwa uadilifu. Ninawapenda wale wanaonipenda, na wale wanaonitafuta watanipata. Nina utajiri na utukufu, mali inayodumu na idadi na uadilifu. Tunda langu ni bora kuliko dhahabu, hata kuliko dhahabu safi, na mazao yangu ni bora kuliko fedha bora kabisa. Mimi hutembea katika kinjia cha uadilifu,
Katikati ya vinjia vya haki, mimi huwapa urithi mwingi wale wanaonipenda, nami huyajaza maghala yao. Kwa hiyo nimejifunza kwamba kumwogopa Yehova ni kuchukia uovu. Kumwogopa Yehova kuna maanisha kuchukia uovu. Na tukumbuke kwamba kitabu hiki cha Methali ni kitabu ambacho kiliandikwa na Sulemani na Aguri pamoja na Lemueli wakiwa kule Yerusalemu. Proverbs chapter 8 verse 12 to 21, uncompromised and undiluted word of God. Tukutane Galilaya. Haleluya! Hii ni neno la Mungu. Tunazidi kuwasha taa zaidi na zaidi, maana ili neno la Mungu ni nuru kamili ya ulimwengu huu, na katika haya maisha ni safari ya kupiga shangwe tele na kutukuza. It can never be otherwise. God bless you guys, na tuzidi kuishi katika hii nuru siku zote, maana sisi ni wale wana wa nuru, nasi ndio tupo kumtumikia Mwenyezi Mungu kikamilifu kila wakati bila usumbufu wowote, na bila shaka tupate nuru, au sio? Na tuyafurahie haya maisha siku zote vile inafaa. Tujinice, tujibambe na tujiachie kwake Mwenyezi Mungu siku zote za maisha yetu. Thank you so much. God bless you. Big up.